kupigwa kofi, ngumi au teke. Huo ni ukatili wa kinini? Wa kimwili. Tunaenda ukatili aina namba 2. Ukatili huu tunaita ni ukatili wa kisaikolojia. Mtu anakunyanyasa kisaikolojia. Hapa tunasema kuna kufokewa, mtu amekukuta sehemu mnakunywa pombe anaanza kukufokea tu bila sababu, au kuna sababu lakini ni nini? Ni ukatili wa kisaikolojia. Mtu anapokufokea unajisikiaje? Unajisikia vizuri? Kwa hiyo ile yenyewe ni ukatili. Alafu kuna kutukana, kuna kufokewa, alafu kuna kutukana, mtu kukutukana matusi. Huu na yenyewe ni ukatili wa kisaikolojia. Kuna ukatili wa kutishiwa. Mtu ana hela zake za mahindi ameuza gunia 20 anakutishia, anakutambia huko kijijini kwenye kitongoji, utanifanya nini? Nina hela za kukulipa. Kwa hiyo kutishiwa pia ni nini? Ni ukatili. Kwa hiyo tusikubali kufanywa ukatili. Kuna ukatili mwingine kwenye hii saikolojia tunasema kuaibishwa. Mtu anakuaibisha. Waswahili tunasema mtu anakuvua nguo. Huo ni ukatili. Amekukuta umekaa na watu, anaamua kukufanyia kitendo ambacho binafsi unaona hapa nimevuliwa nguo. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo kuaibishwa pia na penyewe muweze kujua ni ukatili. Mtu akikuaibisha una uwezo wa kuja ofisini kwangu kumshtaki. Ili mradi tu tuwe na nini? Na mashahidi kwamba huyu mtu alifika sehemu fulani akanizalilisha, akaniaibisha. Unaweza kumshtaki. Mnanielewa ndugu zangu? Kwa hiyo kuaibishwa ni ukatili wa kisaikolojia. Kutuhumiwa. Mtu anakutuhumu. Fulani ni mchawi. Hivi uchawi unaonekana hizo ni tuhuma. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo mtu anapokutuhumu fulani mtu anakusema fulani ananiambia nimemuibia. Kuna ushahidi? Si ana ushahidi? Hizo tunaweka kwenye nini? Kwenye tuhuma. Kwa hiyo mtu anapokutuhumu pia kisaikolojia hautakuwa vizuri. Maana hata watu wengine watakuwa wanafikiria bwana Skanda yule wanamsema 1 2 3. Lakini sasa wewe unaenda kushtaki wapi? Njoo muone mtendaji. Huo ni ukatili wa kinini? Wa kisaikolojia. Alafu kuna kutishiwa na silaha. Unapotishiwa na silaha zipo za aina nyingi ndugu yangu, si ndio? Kuna kisu, kuna panga, kuna jembe. Nadhani kuna silaha zetu nyingi za kijadi mnazifahamu ndio? Hatuna bunduki huko. Lakini hizi silaha mtu anakutishia kukupiga na jembe. Mwisho wa siku unakuwa umeshajenga hofu kwenye moyo. Kwa hiyo huo ni ukatili wa nini? Wa kisaikolojia, na unaweza ukaja kumshtaki na malalamiko yako nikayapokea na nikayafanyia kazi. Ukatili mwingine ni wa kufuatiliwa kuliko kukisiri. Mtu anakaa na kufuatilia, anakusonga songa. Ukijiuliza huyo mtu mimi nimemkosea nini? Mbona sijawahi kumkosea lakini ananifuatilia, ananisema, ananifanya nini? Kisaikolojia mtu au kiakili huwezi kuwa sawa. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo pia ni ukatili wa nini? Wa kisaikolojia. Hizo ni aina 2. Aina ya kwanza nimesema ukatili wa kinini? Wa kimwili. Na ya pili nimetoka kusema ukatili wa kinini? Saikolojia. Kwa hiyo tunaenda aina ya 3. Aina ya 3 hii ni ukatili wa kingono. Nikiongea kwa maana ya ngono hapa tunasema kuna kubakwa. Kuna watoto wetu wanachezwa michezo mibaya, na sio watoto tu. Hata wakina mama. Unaweza kuwa umeolewa na mume wako lakini anakubaka. Maana kuna yale mahusiano mengine mtu siku hiyo kujisikia lakini mtu jamani naona mnaanza. Watu kwenye ndoa anabakwa jamani. Sikio mimi sijisikii mwanamume ananilazimisha huko ni kubakwa. Maana lile tendo si inahitaji ridhaa. Yani tufanye tumekubaliana lakini unaponiingilia kwa nguvu huo ni ubakaji. Kwa hiyo sidhani kama wanandoa hapa mnabakana, hapana. Tunakubaliana vizuri. Kwa hiyo huo ni ukatili wa kinini? Lazima tuseme ukweli. Mimi mtendaji wenu waga sinaga aibu. Kwenye ukweli nasemaga, si ndio? Kwa hiyo saa nyingine hata baba umetoka shambani umechoka, mama anakulazimisha amekubaka. Maana anakulazimisha ufanye kitendo ambacho hujisikii. Kwa hiyo kuna kubakwa, kuna kushikwa maeneo ya mwili bila ridhaa. Wakina mama, umekaa zako unakakopo pale ka kinywaji, mtu anakuja anakushika ziwa. Huo ni udhalilishaji, si ndio? Ni ukatili. Baba umekaa zako, mtu anafika anakushika tako. Ni udhalilishaji, si ndio? Unaweza kuja kunilalamikia, msione aibu jamani. Kwa hiyo hizo ni aina za nini? Za ukatili. Huo ni ukatili ambao unaenda kwenye aina ya 3 ambao ni ukatili wa kingono. Kuna kukosewa uaminifu.
Uaminifu mnajua maana yake, mtu anakukosea uaminifu. Wanandoa. Baba anachepuka. Mama anachepuka. Si ndio ile mnasemaga mnashika ugoni Huo na wenyewe unaingia kwenye ukatili wa nini? Wa kingono. Unaweza kuja kushtaki. Unaweza kutoa malalamiko yako kwa kitongoji, mwenyekiti, mtendaji kwamba mimi sina uaminifu na mwenzangu. Maana mtu kama hana uaminifu si atakuletea na malazi ndani. Kwa hiyo ni ukatili. Nadhani nikiongelea ukatili wa kiuchumi wengi wetu tunajua inayokuhusu. Baba unaweza ukawa huna sauti kwenye mali inayokuhusu. Sasa niongea sasa hivi wakina baba na nyinyi mnanyanyaswa. Unaweza ukawa na mke lakini yule mke unaishi naye ana watoto ameshawajaza sumu. Sijui mnanielewa vizuri? Lakini kwa hiyo hata wale watoto ukitaka hata kuuza kang'ombe kako mpaka watoto waamue, mpaka mama amue washirikishane, lakini ukiangalia mbona hivi vitu nimetafuta vyangu? Hao watoto sio wanatakiwa watafute vya kwao. Kwa hiyo watu unajikuta una mali, umelima lakini una sauti.